Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ni asubuhi nyingine tena ambaye Mungu amenipa nafasi ili tukapate kuwasiliana moja kwa moja tena na tupate nafasi ya kusoma na kujifunza neno la Mungu. Najua mwisho wake tutakuwa na nafasi ya kuomba pamoja na Mungu atatukuzwa kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Ni wakati mwingine tena ambaye nataka tena tukasome katika maandiko ili tukapate ujumbe wenye tutajifunza pamoja siku ya leo. Ndiposa nakukaribisha ninapoanza hata nawe pia ukapate nafasi ukakae chini na uchukue Biblia yako pia ili nitakaposoma tukapate kusoma pamoja na wewe. Ndiposa chukua nafasi yako, najua ni Jumapili, labda unatoka unaenda kanisani ama uko na shughuli ya siku ya leo, lakini niko hapa kwa muda mchache sana. Ndiposa ningekusii ili hata nawe pia ukapate nafasi tujifunze, baadaye tuombe pamoja. Jina langu ni Askofu Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambayo inaitwa Faith of Holy Trinity. Kwa sahi na hudumu hapa Nairobi, naishi Olympic Kibera, na hapo Kibera ndio mahali kuna kanisa mahali na hudumu. Nataka leo tuende katika kitabu cha Zaburi na tutasoma katika Zaburi 23. Hapo ndio tutajifunza pamoja. Baadaye tutapata nafasi tutaomba pamoja na wewe. Hata kama uko na shida ama kuna jambo inakutatiza, Mungu wetu mkono wake si fupi, atanyoosha na atakuguza mahali ulipo. Posa wacha tukasome katika Zaburi 23 kuanzia aya ya kwanza. Biblia inasema hivi: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Huniisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Hilo ndio neno ambayo nimesoma katika Zaburi 23, na hapo ndio nataka tukapate kujifunza. Biblia inatuambia kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu yoyote. Kuna sababu yenye inafanya hata tunahubiri neno la Mungu ili watu wakapate kumfahamu Mungu na jinsi Mungu wetu hufanya kazi. Juu unaweza kuwa unaabudu ama unaomba Mungu, lakini haujaelewa vile Mungu wetu hufanya kazi. Huyu mwandishi akasema Bwana ndiye mchungaji wangu, kwa hivyo sitapungukiwa na kitu. Maana yake ni kwamba Mungu wetu ni mwenye kila kitu. Kile hatuna Mungu wetu anayo. Kile tunatafuta ni yeye anaweza tupa. Hata kama hatuna amani, ni Mungu wetu tu ndiye anaweza tupa amani. Jumapili iliyopita nikasema ya kwamba kunaye vitu unaweza pata kama binadamu. Kunaye vitu yenye pesa inaweza ikafanya. Kunaye vitu masomo yenye uko nayo inaweza ikakusaidia. Ama kunaye vitu experience yenye uko nayo inaweza ikakusaidia. Lakini kunafika katika hali ambapo unapata kuna kitu ambapo hata kama uko na pesa haiwezi ikasaidia. Tuna wengi sana wako na pesa lakini hawana amani. Mpaka unasikia mtu mwenye hata labda ni mtu mwingine mheshimiwa sana, unajikuta ya kwamba amejinyonga. Si ati hana pesa, si ati hana mali, lakini amekosa amani yenye huwezi ukanunua na pesa. Najua amani huwezi nunua, hata ukiwa na ndege huwezi nunua amani. Unaweza kuwa hata na kila kitu, lakini unaweza kosa amani.
Hata asubuhi ninapoongea siku ya leo, labda wewe pia umeketi pale unanitazama, lakini unajua ya kwamba kwa moyo wako hauna amani. Uko na uchungu, uko na mawazo, unafikiria mambo mengi. Umejaribu hata njia yoyote yenye unaweza pata naye amani, umeshindwa. Kwa sababu amani haipatikani katika vitu za ulimwengu. Ni Mungu peke yake, ama Yesu Kristo mwana wa Mungu peke yake ndiye anaweza akakupatia amani. Ndiposa unapata hata kama ni bibi, uko kwako, uko na watoto na bwana yako na kila kitu, lakini unapata amani haiko kwa hiyo nyumba. Kuna wale wanaishi kama wanyama wamekaa pamoja. Unapata bibi na bwana hawaongei. Hata asubuhi ninapoongea leo, labda kwa hiyo nyumba yako umekaa wiki mzima mjaongea. Mtu analala, mwingine analala sitting room, mwingine analala bedroom. Hata kuongea hakuna. Mpaka saa zingine ukitaka kuuliza mwenzako kitu unamwandikia message. Na huyo ni bibi yako, huyo ni bwana yako. Hiyo pesa iko, gari iko kwa mlango, lakini amani imeshindikana. Umetafuta jinsi mnaweza kaa na amani, imeshindikana. Labda kile imeharibu amani katika hii nyumba ni kwamba labda bwana ameanza mambo wanaitanga mpango wa kando. Na hii mpango wa kando ikaleta shida na akakataa kukubali. Mpaka sasa imeleta mavutano. Hata saa zingine ninaanza kuwa nikihubiri asubuhi ya leo, na labda mama umesaa fikiria na ukaamua kwa moyo wako ya kwamba unaenda divorce. Kwa sababu unaona bwana huyu anakutesa, hataki akusikie, ukiongea naye yabadiliki. Imefika wakati unasema mahali imefika, enough is enough. Wacha nikwambie ya kwamba hata kama umefanya chochote ambapo unapanga, bila Mungu, bila Yesu Kristo, amani haiko. Hiyo ndoa yenye unaona sasa shetani ameharibu na amani imekosekana, Yesu Kristo akiingia katika hiyo ndoa, akwambia mtapata amani. Kuna wengine wamekosa amani mpaka wanapanga kuua bwana yao. Labda unapanga hata kumpa sumu kwa sababu ya yale unapitia. Unasikia umechoka, na umechoka ya ukweli. Roho yako inafikiria mambo mengi sana, mpaka hata saa zingine wewe mwenyewe unafikiria kujinyonga ili ukufe. Biblia ikatuambia kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Yesu Kristo akiwa mchungaji wako, hautapungukiwa na hii amani yenye umekosa. Kwa nini tunakosa amani? Kwa sababu Yesu hayuko ndani yetu. Tutakapompokea kama mwokozi wa maisha yetu, hata kama ni shetani ambaye amekataa usipate kazi, juu unaweza kuwa umesoma vizuri, uko na cheti yenye nafaa uishi vizuri, lakini shetani amekataa hata ukitafuta kazi huwezi pata. Paka roho yako tayari imekufa, umesema mimi ni kama bahati yangu ni mbaya, siwezi nikapata kazi. Wenzako wenye mlisoma nao siku hizo wameishi vizuri, wengine wanatembea na magari yao, wengine wamenunua manyumba zao, lakini wewe bado unatamaka. Umejaribu mpaka umeona ya kwamba haiwezekani. Roho yako imekufa, mpaka saa zingine umeamua hata kurudi nyumbani. Kuna wale wamesoma, lakini ukipata ile kazi anafanya ni aibu. Ile haiambatani na masomo yake. Anafanya hiyo kazi akilea. Anafanya hiyo kazi akiwa na uchungu sana kwa moyo wake. Ni kazi ambayo hata ukifanya, hata ukiona mwenye anakujua unajificha. Hutaki ajue kama unafanya hiyo kazi. Kwa sababu hiyo kazi haiambatani na masomo yako. Ni kazi ya aibu yenye unafanya ukiaibika. Kwa sababu shetani amekataa usipate kazi yenye ulisoma. Lakini Yesu Kristo akiwa mchungaji wako, nakwambia atafungua njia. Hata kama ilifungwa na nini, Yesu ana uwezo na mamlaka ya kuifungua. Ndiposa Biblia inatuambia kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Unapokuwa na Kristo Yesu, na unapotembea naye ukimwamini, nakwambia Yesu Kristo atakupigania. Hata kama itakuwa ni ngumu, atakupigania. Kwa sababu yeye ni Mungu mwenye hashindwi. Hajawahi shindwa na hata shindwa milele. So Biblia inatuambia kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, ndiposa sitapungukiwa na chochote.
Mama, ni nini umepungukiwa ambapo inafanya unaishi maisha ya kilio? Kuna mama analia kwa nyumba, kila siku analia, hana amani. Umejaribu hata kwenda kwa waganga wakupee kile inaweza kupa amani, lakini imeshindikana kwa sababu waganga hawana kile inaweza mpa mtu amani. Hawa ni waongo tu. Shetani anawatumia kudanganya watu na kuweka watu waingie ndani ya ufalme wa giza. Hawana uwezo wa kukufungua vile shetani amekufunga. Ni Yesu Kristo peke yake ndiye alitumwa ili yeyote atakapomwamini atampa amani, atamfungua katika minyororo ya shetani. Haijalishi hata kama ni magonjwa inakutesa, mpaka umegonjeka, unaona ni kama maisha yako inaenda kuzimu, ni kama uko tayari kufa. Hata labda ninaweza alikuwa nikiongea asubuhi ya leo na umelazwa pale hospitalini, hauna tumaini kwa sababu ugonjwa imekukula mpaka hata daktari pia wamechoka na wewe. Wanakwambia hii yako ni kama haiwezekani. Kwa binadamu haiwezekani, lakini kwa Yesu Kristo inawezekana. Imeandikwa ya kwamba kile haiwezekani kwa mkono wa binadamu inawezekana kwa Mungu wetu. Ndiposa wacha kufa moyo, kwa sababu Yesu bado yuko na alikufa kwa ajili yako. Alikufa msalabani kwa ajili yako. Utakapomwamini kutoka kwa moyo wako na useme ya kwamba Kristo anajiachilia kwa mkono wako ili ukapate kunikomboa, na kuambia utasikia nguvu zake. Alifufua Lazaro kutoka kwa wafu baada ya siku 4 akisa kufa. Nani anaweza kufufua maiti kama si Mungu peke yake? Na kama Lazaro anaweza fufuka, na kuambia hata hiyo ugonjwa wake inaweza pona. Ni vile tu hujapata ile imani ya kuita Yesu kwa maisha yako. Inawezekana. Hata kama watu wanasema haiwezekani, Yesu Kristo anasema inawezekana. Nani angejua ya kwamba Lazaro after 4 days anaweza fufuka? Na Yesu alipofika pale na akakaribishwa katika hiyo boma, Lazaro alifufuka. Na kwambia hata kama ni nini, Yesu anaweza. Wacha kuogopa, wacha huzuni, rudia Kristo na moyo wako, anaweza. Kuna wasichana wenye wanajaribu wapate ndoa, lakini bahati ni mbaya. Anakutana na wakora mwenye anamdanganya, anamtumia, alafu anamtupa. Paka saa zingine umechoka, unasema hii maisha ya siku hizi ndoa haiko, sababu ya yale umepitia na vile umefanyiwa. Wanaume wanakuchezea, wanakuja wanakudanganya watakuoa, wakisa kutumia wanakuacha. Labda wamekuacha na mtoto ama watoto. Kuna mama sahi, msichana ukipata akana watoto 2 ama 3, na kila mtoto akona baba yake, na wote walikuja kwa njia ya ndoa. Mpaka saa zingine unashindwa nini mbaya na maisha yako. Unajiuliza, nilifanya nini hii ulimwengu ndio niteseke hivi? Na kuambia hata kama imefika hiyo kiwango, Yesu Kristo ambaye ninamhubiri bado ako mzima na anaweza akakuondolea aibu na upate bwana mwenye anakuoa. Haijalishi hata kama ulirogwa. Juu kuna zingine watu wengine wanapitia mambo mengine kwa sababu ya uchawi. Mtu alikuroga na alikufunga ili usipate ndoa. Ndio sababu hata ukipata mtu mzuri mnaanza vizuri na mnamalizana vibaya. Shetani amekataa. Uko na roho ya kukataliwa ambayo inatembea na maisha yako. Kuna wale wako na hiyo roho ya kukataliwa, unakataliwa mpaka na wazazi wako. Unakataliwa mpaka na brother yako mwenye mmetoka naye tumbo moja. Unashindwa nini mbaya kwa maisha yangu? Ni shetani amekufunga na amekuweka roho ya kukataliwa. Hiyo hata uwe na pesa hizi ikaondoa hiyo. Hata uwe na nini, hata usome, na kuambia utakuwa msomi, lakini popote umeenda watu wanakukataa kwa sababu ya hiyo spirit. Lakini neno la Mungu liko na uzima na liko na uwezo. Ukiamini Kristo Yesu, na kuambia hiyo roho itakutoka na Yesu atakomboa maisha yako. Hiyo ndio sababu hata ukianzisha biashara unaanza vizuri na inaisha vibaya sana. Wengine wanachukua hata madeni, wanaenda wanachukua loan, wakaeka biashara kubwa, wakasema sasa nataka kufanya biashara zangu. Lakini visirani inakuja tu. Unapata tu ni hiyo biashara yako ndio waizi wanakuja wanaiba. Na ya jirani inaendelea tu. Unashindwa nini mbaya? Kumbe ni pepo mwenye amekataa usiinuke. Nakwambia hata usifanye nini usipotafuta Kristo, nakwambia utashinda hiyo vita. Ndiposa Biblia ikatuambia kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote.
Tukiwa na Kristo hatutapungukiwa. Atatusimamia katika kila hali. Yesu atatusimamia. Ndiposa tukihubiri injili ya Kristo Yesu, wengi wanakataa kuamini. Na hata kama unakataa kuamini kuokoka, ona vile unateseka. Kuna wale wanafanya kazi, wanapata pesa na pesa haiwasaidii. Unapokea na inapotea, inaingia na inaenda tu hivyo. Unashindwa, pesa yangu inaenda wapi? Hata upate pesa ngapi itaisha bila kukusaidia. Shetani anaharibu tu pesa kwa mkono wako. Hata upate pesa, hata ufanye mipango, hata uandike budget chini useme this time round nataka nikipata hii pesa hii niweke hivi niweke hivi, itaisha bila kufanya chochote. Unashindwa nini naendelea kwa maisha yako. Na kuambia ni shetani. Haina dawa yake ni Kristo peke yake. Utakapomwamini na kuambia atakuondoa katika hiyo hali ya umaskini ambayo imekukumba. Hata kama umejaribu kiasi gani, umejaribu na nguvu yako lakini hujajaribu na Kristo, leo ukubali Kristo. Kuna wanaume wenye ni watu wakubwa, umri yao imekuwa na wameishi katika hali ya hata unashindwa nini mbaya na huyo mwanaume. Unampata katika mambo ambayo hata vijana hawafai kufanya. Wewe ni mtu mzima, uko na watoto wakubwa, lakini bado unapatikana kwa disco. Wengine unapatikana kwa bar, wana dance kama watoto wadogo. Pesa akipata ni ulevi, pesa akipata ni umalaya. Mpaka hata ukiangalia wenye umewashinda hata kwa msara, wameendelea kukuliko. Labda unaweza kuwa manager kwa kampuni, na wale wako chini yako wanafanya mambo, ukienda unaona mtu ameinvest na ameendelea, lakini wewe unainvest kwa wanawake na pombe. Na si kwa kupenda kwako, unajaribu utoke kwa pombe lakini umefungwa pale. Pesa yake inaishia pale. Paka unashindwa ufanye nini. Unachekelewa na hata na wale haufai kuchekelea kwa sababu ya yale nini. Lakini Yesu Kristo mwenye amenituma anaweza kukufungua. Ni vile tu umekataa kufungua moyo wako. Unajifanya unaendelea vizuri lakini kwa hakika unajua uendelee vizuri. Saa zingine unakaa peke yako unalia. Machozi yanatoka sababu ya yale inatendeka kwa maisha yako. Ukiona ya kwamba ulipata pesa ama ulipata hata $500,000. Na hii $500,000 hujui imeenda wapi. Imeisha tu kwa mikono ya watu na ulevi na kila kitu. Mpaka unashindwa, labda umechukua loan. Unalipa loan yenye haijakusaidia kwa sababu ya raha. Shetani anakupeleka hasara kubwa. Tukihubiri injili ni kuhubiri injili saa hii. Ukikaa chini hata saa hii uanze kufikiria vizuri, tangu hii mwaka ianze mpaka leo hii utapata umepokea pesa mingi sana. Na hiyo pesa imefanya nini? Si imeenda tu kwa raha na imeisha hivyo. Labda unafanya hivyo na hata saa zingine hata karo ya mtoto peke yake huwezi ulipa shule. Mtoto anafukuzwa kwa sababu ya pesa kidogo lakini pesa unapata. Shetani ya laana mwenye amekufunga, kwa jina la Yesu Kristo ukisikia injili, huyo shetani atakuacha. Niposa hata ukiwa unaweza kuwa hata mtu mkubwa katika familia yenu. Wewe ndio kijana mkubwa. Lakini hata watoto wale wamezaliwa nyuma yako wanakudharau kwa sababu ya ile maisha unaishi. Sababu hata wewe maisha yako ni ya aibu. Haukai kama mtu mwenye anaweza kuwa mtu mkubwa kwa boma. Na kuambia hata kama imefika hiyo kiwango. Na hiyo ndio sababu Mungu ametupa nafasi tukapate kuhubiri kupitia runinga ya Lulu TV ili ukapate kusikia injili hapo kwako. Na ukiamini na kuambia hata asubuhi ya leo utapokea Kristo. Na Mungu atatenda jambo kwa maisha yako. Wacha kuwa na roho ngumu na unateseka. Wacha kujifanya mbele ya watu na uko na aibu. Kuna kitu inakufanya mwenye hata wewe mwenyewe unaelewa. Na hiyo imekushinda. Tafuta Kristo mwenye nahubiri asubuhi ya leo. Haijalishi hata kama wewe ni nani. Si kuna hata polisi wenye wanapigiwa saluti. Labda wewe ni inspector, mtu mkubwa sana, unaongoza polisi wengi, lakini shetani anakuaibisha. Unalewa mpaka tu unaenda ofisi kama huna akili. Mpaka umedharauliwa hata na wadogo wako. Shetani anakufunga. Hata kama uko na bunduki uweze piga ulevi na bunduki. Ni Yesu peke yake anaweza kuondoa katika ulevi. Si kuna wengi wako na hiyo cheo na hata bibi tu ya kuishi naye hana. Bibi analikutoroka na watoto unajipika peke yako, unaishi kama yani shetani amekushinda. Sasa hata kama umeheshimika nje lakini ona kile inaendelea kwa maisha yako. Usipotafuta Kristo na kwambia utakufa na aibu. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi unapokea mshahara pesa ngapi, haijalishi hata kama unalindwa na bodyguards.
Na kuambia kuna kile bodyguard hawezi ikazoea. Hata kama wako na bunduki kwa gate na wako na bunduki kwa mlango yako. Na kuambia kuna vile vitu ambaye hawawezi wakazoea. Na unaizielewa vizuri. Ulevi wako hawezi zoea. Utalewa mpaka wakubebe tu kama gunia wakuweka kwa nyumba. Lakini wamekuzingira ati wao ni bodyguard. Bodyguard hawezi zoea mapepo yenye nakupaga usiku ukilala. Unanyongo tu usiku na mapepo na bodyguard wako kwa mlango. Bunduki pia umeweka juu ya kitanda. Kuna zile vitu hauwezi usipotafuta Mungu. Na kuambia ukweli. Watu watakuheshimu lakini shetani hajakuheshimu. Atakutesa mpaka watu watakuwa wanakuona wanakuonea huruma. Lakini asubuhi ya leo Yesu amenituma ili nikapate kuhubiri, ili ukapate kusikia. Haijalishi unapitia hali gani. Hata kama watu wamekudharau, umechukuliwa ni kama takataka, Yesu atabadilisha jina lako. Atakuchukua na atakuweka na utakuwa mtu mwenye watu watamtumainia. Haijalishi mahali maisha yako imefika. Biblia inatuambia kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Ni nini umepungukiwa? Ni nini umepungukiwa kwa maisha yako? Hata kama wewe ni mtoto wa shule, ulianza vizuri form 1 ukiwa unapita mtihani vizuri sana. Sasa umefika form 3, umeanza kuja na E. Hujui nini naendelea kwa maisha yako. Unajaribu kusoma, ikifika exam zote umesoma inapotea. Haujui nini naendelea kwa maisha yako. Tafuta Yesu, yeye ndiye mwenye hekima. Ukimpata, hiyo pepo ya ujinga itakutoka na utapita mtihani. Juu kuna wengine wamezaliwa kwa boma ambayo shetani alikataa, hakuna mtu atasoma ende university. Kuna boma nyingi hata saa ukienda, ukisikia mtu amepata kazi, na ni msichana amepata kazi ya maid. Amechukuliwa ameenda kufanya maid Nairobi ama Mombasa ama Kisumu ama wapi. Shetani hataki mtu apate kazi yenye iko na maana kwa boma. Anakataa watu wasisome. Ukisikia kijana amepata kazi, amepata shamba boy ama kuchunga ng'ombe kwa kijiji. Na hiyo boma bai watu wamezaliwa. Shetani amekataa isipatikane hata mwalimu kwa hiyo boma. Labda ni watoto wako ndio wanaenda na hiyo maisha. Na asubuhi ya leo Kristo Yesu amenituma ni ili nikueleze ya kwamba yuko tayari kukomboa. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Unajua kile umepungukiwa hata kwa bomo yako. Si mama umezaa, uko na watoto umewapeleka shule, lakini saa hata mnapoishi unalia watoto wako, unalia ni kama watoto wamekufa. Maisha yenye watoto wako wanaishi ni aibu kwako. Ni walevi, wanakunywa pombe mpaka wanarudi kwa nyumba wanataka kukupiga mtoto wako mwenye umezaa. Na ni watu wakubwa wenye wanafaa kukodesha nyumba yao waishi kwa kivyao. Lakini shetani amewafunga ni walevi mpaka hata wanashindwa nini mbaya na watoto wangu. Hauna amani kwa kuzaa. Mpaka saa zingine wanalia machozi kwa sababu ya watoto. Wasichana ndio hawa, wanazaa wanakuletea watoto wende unawalindia. Unalea watoto na wewe ni mama mkubwa. Kwa sababu wasichana wako wameshindwa hata kuolewa, wameshindwa hata kufanya kazi. Bwana ndiye mchungaji wangu. Yesu akiwa mchungaji wa hii nyumba, na kuambia kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu hakuna uwezo. Nielewe vizuri, naongea kuhusu Mungu mwenye aliumba mbingu na nchi. Kila kitu ni yeye aliumba. Mwenye anajua hata nambari ya miaka yako. Mungu mwenye anajua kila kitu kwa maisha yako. Huyo ukimkimbilia, hata kama umeenda mpaka wapi, leo atakushika mkono. Wengi wetu tunakataa Mungu, tunatafuta ulimwengu. Unapata mtu anachukua gharama ya kuenda kwa waganga kulipa pesa mingi na kila kitu, na anatoka huko bila kitu. Lakini Mungu wetu hataki pesa yako. Mungu anataka tu uamini kwa jina la Yesu Kristo. Uamini kwa mwana wake ambaye alimtuma kwa ajili yako. Na unakataa, unaenda kwa waganga, wale waombaji wenye ni waongo, wanakudanganya, wanachukua tu pesa yako na kuna kite unapokea kutoka kwa nini. Lakini leo Yesu anakuongelesha ili ukapate kumwamini. Ako na uwezo, Yesu ako na mamlaka na ako na nguvu. Haijalishi unapitia hali gani. Haijalishi nini inaendelea kwa maisha yako. Kumkubali, umuone vile anatenda. Ako na mamlaka juu ya kila kitu. Hata bahari alitembea juu ya maji. Mapepo ya baharini, ziwe ni majini kutoka baharini, zinaelewa Kristo ni nani. Alitembea juu ya maji. Na dhuruba pia ikamsikia. Pepo pia ikamsikia. Nini haiwezi sikia Kristo?
Hata kama ni kisirani ambayo inakuandama popote unaenda, ni kisirani kila mahali, leo itasikia hilo jina, jina la Kristo Yesu. Hata kama ni shida gani, mwacha kuogopa. Kunaye Yesu ambaye Mungu alimpeana ili yeyote atakapomwamini awe na uzima na asipotee. Huyo ndio jina ambaye ninahubiri asubuhi ya leo. Hata kama umetoka kwa boma ambayo imedharauliwa kiasi gani, Yesu anaweza akabadilisha jina hiyo boma kupitia imani yako. Utakapomwamini Yesu Kristo, utakapomwamini atabadilisha hata na jina lako. Alibadilisha jina ya Mariamu. Alikuwa malaya mwenye anajulikana kila mahali, na walimpanga kumuua, kumpiga mawe ya kufe. Lakini siku moja walipomshika wanataka kumuua, bahati mzuri Yesu alikuwa karibu. Wakasema wacha tumpeleke kwa Yesu ili tusikie Yesu atasema nini. Wakampeleka, wakamshtaki. Wakasema huyu mwanamke tumempata kizini, na sheria yetu inasema mwanamke mwenye anapatikana kizini anapigwa mawe mpaka akufe. Yesu, wewe unasema nini kwa ajili ya huyo? Biblia inatuambia kwamba Yesu alimtazama kwa roho ya huruma. Yesu akamtazama kwa huruma na akainamisha kichwa chini, akaandika chini na kidole. Hiyo inaonyesha kwamba alikuwa anaandika jina ya Mariamu katika kitabu cha uzima. Akavuta jina ya dhambi, akavuta jina ya umalaya, na akamwandika mwanamke mtakatifu mwenye ataenda mbinguni. Akainamisha kichwa, akawauliza, yeyote ambaye hajawahi fanya dhambi kama hii mwenye huyu mama amefanya, ndiye wa kwanza kumpiga na mawe. Wakashindwa na hukumu, wote wakakimbia, wakaacha Mariamu pale. Yesu akamuuliza, wapi wale walitaka kukuua? Mariamu akamwambia, mwalimu amekimbia. Yesu akamwambia, usirudie hiyo kosa tena. Na kuambia kuanzia siku hiyo Mariamu maisha yake ilibadilika. Hakuwahi itwa malaya tena, hakurudi kwa tabia tena, kwa sababu alikutana na Kristo. Na hata sasa hivi ninapokaa hapa, hata jina lake bado imeandikwa kwa Biblia. Na Yesu akasema popote tunapohubiri tumkumbuke. Ndio sababu yeye ndiye yule aliyenunua mafuta ya gharama akapaka nayo Yesu, mafuta mwenye nguvu, mwenye manukato, na akampaka nayo Yesu. Paka Yudas akanunguneka, akasema hii kitu ni ya pesa mingi, mbona wanaharibu? Situuze ili hiyo pesa tusaidie nayo maskini. Kwa sababu yeye alikuwa mwizi. Lakini Mariamu alichukua gharama kwa sababu kuna kitu Yesu alitenda kwa maisha yake. Na kwambia ijalishi ni nini, inawezekana ukiamini. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Chukua Kristo awe mchungaji wako, hautapungukiwa. Atasimama na maisha yako, atasimama na ndoa yako, atasimama na biashara yako, atasimama na boma yako, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu, si muongo. Yesu wetu ni wa ukweli. Niposa asubuhi ya leo nataka niombe na kila mmoja ambaye ananitazama asubuhi ya leo. Haijalishi uko katika hali gani, nataka tu amini jina hilo, jina la Yesu Kristo. Ukaseme tu Yesu ni rehemu. Asubuhi ya leo uone nguvu za Kristo vile itafanya kazi kwa maisha yako. Nataka ukapate kuamini, kwa sababu nataka kuomba na kila mmoja. Haijalishi hata kama wewe ni mgonjwa, chukua mikono yako, weka mahali inakuuma, ili tutakapoomba usikie nguvu za uponyaji kwa mwili wako. Nataka tuombe. Amini ili tukapate kuomba pamoja. Baba wetu, kwa jina kuu la Yesu Kristo, Jehova, nakutukuza asubuhi ya leo kwa ajili ya watazamaji wangu. Kila mmoja mfalme ambaye amenitazama asubuhi ya leo, mwenye ameinamisha kichwa chini ama amepiga magoti chini, Baba ukamtendee kila ambaye anahitaji. Nyosha mkono ukaponye huyo mgonjwa ambaye ni mgonjwa, huyu mama ambaye amekosa amani kwa ndoa, huyu baba ambaye ametafuta kazi na apati, hii familia ambaye haina amani. Mfalme nakutuma pale ukapate kuwaguza na kuwatendea, kwa sababu wewe ni Mungu, mkono wako sio fupi. Nyosha mkono wako ukatende jambo katika maisha ya kila mmoja. Uinuliwe kwa sababu wewe ni Mungu, na kutukuza Jehova kwa sababu umetenda. Na ni kwa jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Basi nimeshukuru Mungu ambaye tumeomba pamoja. Ningependa nikujulisha ya kwamba Mungu wetu tunapokea vitu kutoka kwake kupitia imani. Ukiwa na imani, yote inawezekana. Kama uko na imani, yote inawezekana. Iposa chukua hatua ya imani ukapate kwenda kanisa
tafuta kanisa mahali injili inahubiriwa, enda pale utapata wachungaji watakufundisha jinsi utakuwa kwa uokovu na utaona mkono wa Bwana. Na maliza nikirudia jina langu, mimi ni Askofu Abol. Kwetu ni Siaya County, mahali naitwa Murmalanga. Sasa naishi Olympic Kibera, na hapo Kibera ndio mahali niko na kanisa mahali na hudumu. Kama uko Nairobi na ungependa kuja tushiriki hata siku ya leo, namba zangu za simu ziko hapo kwa screen. Kuja tu, ukifika town enda railways, chukua gari namba 8, matatu namba 8, ama ukiwa Kencom kuna bus namba 32. Shuka Olympic stage, piga namba, nitakuelekeza vile utafika mahali niko na tutaongea. Ama kama uko mbali na ungependa tuombe pamoja, utapiga simu kwa wakati wako ili tuongee, na tutaomba hata kupitia kwa simu, na najua Mungu atatenda kitu kwa maisha yako. Nashukuru Mungu. Ukiwa sehemu za Siaya, ukipiga simu, tuko na makanisa huko, nitakuelekeza kwa wachungaji wetu huko ili ukapate kushiriki katika makanisa yetu. Hata ukiwa Kayole, tuko na kanisa hapo, Dandora pia. So ukipiga simu nitakuelekeza. Namba za simu ni 0721 280025, 0721280025. Airtel ni 0782495083, 0782495083. Hizo namba zote ziko kwa screen. Mpaka Jumapili ijayo tutawasiliana tena. Mungu awabariki. Shalom. Eternal Father, I offer you